Hatujapokea na hatujamwona kutokea, kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Usiposaini huwezi kuwa umetajwa kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia vyama vyote barua, na kando wasema tuliwapigia pia na simu za mkononi. Ameyasema hayo mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yani INEC Ramadhani Kalima. Kalima ametoa ufafanuzi baada ya vyama 18 kati ya 19 vyenye usajili wa kudumu kusaini kanuni hizo katika ofisi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kalima amesema vyama vyote vilipewa taarifa kwa maandishi na kwa kupigiwa simu na wote walipokea taarifa ya tukio hilo. Mapema leo, Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, John Mnyika alitangaza kutoshiriki kwenye kikao hicho cha kusaini kanuni ya maadili. Endelea kulike, kucomment na kusubscribe, na hii ni Ushuani Media. Kwa leo ilikuwa ni shughuli ya kusaini kanuni za maadili kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi rasmi wa madiwani, ambacho kinasema maadili ya uchaguzi yanapaswa yasainiwe na kila chama cha siasa, kila mgombea atasaini fomu namba 10, serikali na pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na kinasema maadili hayo lazima yasainiwe na yaweze kuzingatiwa na kutiiwa na chama cha siasa na wagombea na serikali na tume wakati wa kampeni, uchaguzi na utaratibu mzima wa kuyatii na kuyaishi maelekezo hayo. Ukisoma kanuni namba 1 na kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za maadili ya uchaguzi, kinasema chama cha siasa ambacho hakita saini au mgombea ambaye hata saini fomu namba 10 hatoteuliwa kuwa mgombea, na chama cha siasa ambacho hakijasaini kanuni za maadili hakiweza kusimamisha mgombea na kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha siasa ambacho hakijasaini, maana yake hakitashughulika na shughuli zozote zinazohusu masuala ya uchaguzi. Na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote 18, hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba anaweza akasaini kesho. Hapana, signing ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye zile serikali, ziweze kutumika rasmi. Kwa ambacho hakikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho. Ilikuwa ni signing leo na kila chama kimepata fursa, na kila chama tulikipigia simu. Na kila katibu mkuu wa chama alipokea simu yetu na kusema mimi nafikiria nitakuja au nitakuja, kwa umejitokeza. Kwa fursa ya kusikilizwa kuja chama vyote vilipata. Kwa hiyo chama ambacho hakusaini maadili ya uchaguzi hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika mwaka huu, na hakitoshiriki chaguzi zingine zote ndogo zikazotokea katika uhai wa miaka hii mitano kuanzia 2025 mpaka 2030. Hapo kanuni za kutunga wengine, kwa sababu kinachoishi baada hapo ni sheria. Lakini kanuni huwa zinatungwa ambazo zinatumika kila kwa muda wa miaka mitano. Kwa kanuni zote zilizofungwa mwaka huu 2025 zitatumika uchaguzi 25, uchaguzi mdogo utakaotokea 26, uchaguzi mdogo utakaotokea 27, 24, 29 na 30 kabla ya ule mwaka mmoja kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha siasa kijasajili hakijasaini, maana yake hakishiriki uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 wa rais wa bunge na madiwani na uchaguzi mdogo mwingine wowote utakaojitokeza katika kipindi cha uhai wa miaka mitano. Sawa. Karibuni. Tume umeeleza kwamba mliwashirikisha vyama kwa taarifa rasmi za kuambia waje kwenye tukio hili. Lakini tumeona sasa Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akitumia mitandao ya kijamii kama wa X akisema kwamba yeye hatoshiriki na hajatuma mwakilishi wote. Kama ambavyo wenyewe mlitumia njia za kiutaratibu, je, wao wametuma barua kuambia hawatofika? Hatujapokea na hatujamwona kutokea, kwa sababu ni hiari kusaini maadili. Usiposaini huwezi kuwa umetajwa kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia vyama vyote barua, na kando wasema tuliwapigia pia na simu za mkononi kuwakumbusha kwamba tupe nani anayekuja kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huo sawa, kama hajatumia mfumo huo sawa, lakini sisi tulikuwa tunataka hao wamefika kwenye ukumbi huu na kusaini. Akiamua kutokusaini kwa namna anayetaka kuitoa yeye, atoe kwenye mitandao ya kijamii, atoe kwenye nini chochote kile, sisi tulikuwa tunamtambua aje leo. Kwa hiyo hamkupata taarifa rasmi? Taarifa rasmi ni kwamba hatukupata kwa sababu hakuja hapa kwenye ukumbi. Hatukwambia chama kitujibu kwamba nitakuja au usiji. Sisi tujiongeza tu kuambia kwa pafuza imani kama umesahau unatakiwa uje tarehe 12. Sawa. Kiongozi, labda kueleka kwa uwazi kwenye mazungumzo yako hakuna sehemu yoyote unasema ni chama kipi hakijashiriki kwenye zoezi hili? Ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hakijashiriki kusaini. Na ushiriki wao umekuwaje?
Wa namna gani? Ushiriki wao katika kuandaa hizo kanuni kama mlivyosema awali ilikuwaje? Kuandaa tuliwapelekea kanuni wakakiri wamepokea. Kuleta maoni kuna vyama vingine havijata maoni vimeridhika. Kwa na chenyewe akileta maoni tunajua kimeridhika. Tumepeleka maoni ya pili tena tarehe 4 mwezi huu. Vyama havijawasilisha maoni vingine vyote tunaashumu vimeridhika na kanuni hizo. Ndio maana ilikuwa swala kusaini. Kama chama kingeleta hoja nyingine tungesema sasa okay tujibu hoja hiki chama. Kwa sababu haikuleta chama na vingine vikuleta maoni, si tunaashumu ni vyote tutavileta maoni vimeridhika na kanuni hiyo tulikuwa tunaandaa, maisha yanaendelea kama kawaida. Hivi unajua kuna aina ngapi za dagaa ambazo zinapatikana nchini Tanzania? Na katika mkoa wa Rukwa wilaya Sumbawanga unajua utapata wapi dagaa ambao wana vitamini ambavyo vimekamilika, lakini pia aina ya dagaa ambao unawataka. Basi nataka nikwambie tu kwamba kuna mmoja tu ambaye anajishughulisha na uzaji wa dagaa katika wilaya Sumbawanga. Anafahamika kama P Dagaa Smart, au sio bana? Huyu ni Mtanzania ambaye anauza dagaa kwa bei poa kabisa, lakini pia anauza dagaa aina mbalimbali, lakini pia kwa bei poa kabisa, au sio bana? Na kitu pekee ambacho kimenifurahisha kwa huyu jamaa, yeye ana package nzuri kabisa, yani kwa maana kwamba amezingatia usafi. Yani ndio maana anajiita P Dagaa Smart, au sio bana? Huyu jamaa angalia package zake, alivyoweka dagaa, alivyotunza. Tuachane na ule uzamani kuweka dagaa kwenye matenga, kuweka dagaa kwenye mandoo na mambo mengine, lakini huyu jamaa ametunza vizuri kwa maana ni chakula. Lakini pia kitu kingine, ukifika pale unapewa kifungashio bure kabisa. Nazungumzia package, yani unaondoka na package ambayo imekamilika. Anaitwa P Dagaa kutokea Sumbawanga, mtaa wa Madagaa pale. Huyu bwana ana aina mbalimbali za dagaa ambazo yuko nazo pale. Kuna dagaa wa nyama, kuna dagaa wa Bukoba, kuna dagaa wa Mwanza, kuna dagaa wa mafuta, lakini pia kuna dagaa wa Tanganyika na dagaa wa Nyasa. Sasa maziwa yote yanapatikana nchini Tanzania, kwa amezingatia pia vitamini ambavyo vinapatikana kwenye dagaa ambazo nimekutajia hapo, sio bana? Sasa pia unaweza kumcheki kupitia namba yake ya simu. Kama uko mbali unahitaji package yako ifungwe na akutumie hapo ulipo ikufikie, basi unaweza kumcheki kupitia namba hii hapa 0767711687. Anaitwa P Dagaa Smart, anapatikana Sumbawanga mjini. Oya, sogea kwa P Dagaa uchukue dagaa ambao wamekamilika na wana vitamini vyote, lakini kwa package iliyo salama kabisa. Huyu bwana yuko bomba sana.